TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Mtazamaji, karibu katika mfululizo wa vipindi vya reli na matukio kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Katika kipindi cha leo hii, mtazamaji, tutajikita katika kipande cha 5 cha ujenzi wa reli ya kisasa, kipande kinachounganisha mkoa wa Mwanza hadi Isaka mkoani Shinyanga, ambapo mwezi Januari mwaka huu shirika la reli Tanzania liliendelea na zoezi la ulipaji fidia kwa wananchi waliopisha mradi katika kipande hicho. Awamu hii ya zoezi ikiwalenga zaidi ya wanufaika wa mradi 2400 waliopisha ujenzi wa njia ya umeme, fidia inayofikia thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 3.6. Jina langu ni Hemed Mohamed. Karibu mtazamaji. Zoezi la ulipaji wa fidia kupisha ujenzi wa njia ya umeme ya kilovolt 220 katika kipande cha SGR cha kutoka Mwanza hadi Isaka mkoani Shinyanga lilifanyika katika mikoa ya Shinyanga, Simiyu na Mwanza, ambapo timu mbili za wataalamu ziligawanywa ili kurahisisha utekelezaji wa zoezi. Kuna timu ambayo imeanzia Mwanza katika wilaya ya Kwimba na kuna timu ambayo tunafanya kazi mkoa wa Shinyanga. Katika mkoa wa Shinyanga tunafanya kazi katika wilaya 3 ambazo ni Shinyanga vijijini, Shinyanga mjini pamoja na Kishapu. Na ile timu inafanya kazi Mwanza inafanya kazi katika wilaya ya Kwimba pamoja na Maswa mkoa wa Simiyu. Ukizingatia kwamba hundi huwa ina expire ndani ya miezi 6. Kwa hiyo tunajitahidi sana ili kila mwananchi apate haki yake na kwa wakati. Ukizingatia maeneo mengine ni ya vijijini, unakuta wananchi hawana simu, hawana nini. Kwa hiyo sisi kama TRC tunapambana tuhakikishe kila mwananchi anapata haki yake. Katika mazoezi kama haya, mbali na ulipaji wa fidia, shirika la reli Tanzania TRC huenda mbali zaidi kwa kufuatilia kwa karibu ni kwa namna gani maisha ya watu yamebadilika kupitia mradi huu, jukumu lililo chini ya kitengo kinachosimamia masuala ya kijamii na mazingira. Mzee Giti Singu Masesa ni miongoni mwa wanufaika wa mradi wanaolengwa na awamu hii ya ulipaji wa fidia mkoani Shinyanga katika kijiji cha Mwamala. Nyumba yake hii pamoja na sehemu ya eneo lake vimepitiwa na ujenzi wa njia ya umeme katika kipande cha 5 cha ujenzi wa reli ya kisasa. Singu ni mtoto na msaidizi wa karibu wa Mzee Giti. Mzee kwa mradi huu yeye imegongwa nyumba, alafu kuna eneo lake, alafu na miti. Mzee alikuwa hakai, alikuwa wanawapangisha, walikuwa wanapanga watu.
Afisa kutoka kitengo cha usimamizi wa masuala ya kijamii cha shirika la Reli Tanzania TRC, baada ya malipo anatembelea eneo lililotwaliwa na kukutana na Mzee Giti. Tunachokifanya ukishafika kwamba ni kujua kwanza ukubwa wa eneo lake. Eneo lake limechukuliwa kiasi gani na pia limechukuliwa kiasi gani. Sawa, tushafahamu ni kiasi gani, lakini kikubwa sana ni nyumba tunayohitaji. Je, ana nyumba ngapi? Nyumba ngapi ndio zimechukuliwa, si ndio? Kwa maana tukishafahamu nafanya kazi ya kupiga ile picha nyumba, si ndio? Afu zinakuja zinakaa katika kumbukumbu zetu. Haya yanafanyika ni kwa sababu pia kuweka kumbukumbu zetu binafsi baada ya kufanya haya malipo. Kwa hiyo ina maana tunakuwa na kumbukumbu zetu binafsi kwamba tulimlipa na eneo lake wale tulimchukulia, si ndio? Kama tulimchukulia eneo lake, nini tulichomchukulia ni nyumba. Nyumba nazo zilipitiwa, si ndio? Kwa hiyo ina maana zile nyumba ndio tunakuja tunakaa kama ni eneo letu la kumbukumbu. Kama alivyonieleza kwamba wewe ni mtu wake karibu, si ndio? Na kwamba kachukulia eneo ambalo ni nyumba hii hapa, si ndio? Ujio huu wa afisa wa masuala ya kijamii kutoka shirika la Reli Tanzania ni kwa ajili ya kupata taarifa za msingi za eneo lililotwaliwa, ikiwemo upigaji wa picha. Afisa akiendelea na kazi, Singu anatueleza mipango ya Mzee Giti mara baada ya kupokea malipo ya fidia. Mzee kwa hela alizolipwa anaenda kuongezea ng'ombe, halafu kuna nyumba amejenga anaenda kuimalizia kuipaua. Nyumba ya Dodoma yenyewe amenunua uwanja akajenga, halafu ikabaki kupauliwa tu. Ndio maana sasa hivi hela hizi amechukua zikaongeza nguvu za kupaua kule. Hebu nieleze kidogo kuhusiana na nyumba ambayo anaijenga Dodoma, ukilinganisha na nyumba ambayo imechukuliwa, zinatofautiana kiasi gani? Zenyewe zinatofautiana kwa ajili ya kwamba hiyo ni ya tofali za simenti, halafu zitakuwa za bati. Hii ya matope halafu ilikuwa ya pembe. Kuna faida kubwa sababu amejenga nyumba yako amepaua kule, halafu tena anaongezea ng'ombe. Mzee Giti pia ni mfugaji. Ng'ombe hawa 35 pamoja na kumsaidia katika shughuli zake za kilimo, humpatia kipato na kurahisisha mahitaji mengine. Anasema pamoja na kumalizia ujenzi wa nyumba jijini Dodoma, kuongeza idadi ya ng'ombe pia ni sehemu ya mpango wa matumizi ya malipo yake ya fidia. Ananisaidia nikipata shida nauza, au mtu anazidiwa magonjwa, au mtoto anaenda masekondari, anachukua ng'ombe nauza akaendelea na masomo. Maziwa nao huwa na asubuhi wanakuja wanachukua mengine na mimi na kunywa, sio kwenda yote. Nataka niongeze ofisi ya 40. Sababu za shida za nyumbani ikibanana, natoa ng'ombe 2 huku zinazaa. Ng'ombe hawa nawatumia pia kwa ajili ya kufanyia kilimo. Nimelima maheka, nalima mahindi, mpunga, nini wanasema yale ya mafuta, sijui nini, bengo. Kama ilivyo kwa Mzee Giti,
kitengo cha usimamizi wa masuala ya kijamii kutoka shirika la Reli Tanzania TRC kina jukumu la kuhakikisha kinawafikia wote waliopitiwa na mradi. Lakini ni kwa nini hasa kazi hii hufanyika? Ni kutaka kujua kwamba je, tulivyomlipa fidia amepiga hatua kiasi gani au amepata mabadiliko kiasi gani, kwa sababu unakuta ni nyumba tofauti tofauti walizokuwa wanaishi, si ndio, na hali tofauti tofauti, si ndio. Kwa ina maana alikuwa na nyumba, anaishi nyumba ya tope, si ndio. Kwa ina maana je, tutaangalia hii picha ni nyumba ya tope, wakati tunafuatilia kwamba wapi alipofikia au ni sehemu gani ambayo amepiga hatua, inabidi tuje tulinganishe tuone, je, amepiga hatua kiasi gani au ametoka sehemu gani kwenda sehemu gani. Aidha alikuwa anaishi katika nyumba ya tope, sasa hivi je anaishi nyumba ya bati, ana ubora kiasi gani au maisha yake yamepiga hatua kiasi gani tofauti na mara ya kwanza. Mbali na ufuatiliaji huu, kitengo pia huhakikisha wanufaika wa fidia wanapata elimu juu ya matumizi sahihi ya fedha. Unaweza kukuta mtu amelipwa fidia kwa ajili ya kujenga nyumba nyingine. Kwa hiyo tunampatia elimu kujenga nyumba kulingana na thamani ilivyothaminishwa na sio kujenga nyumba zaidi ya ile thamani iliyothaminishwa, kwa sababu anaweza ashindwe kukamilisha nyumba na ikaonekana kwamba mradi umemletea matokeo hasi badala ya kuwa na matokeo chanya. Na kwa upande wa mashamba pia tunawapatia elimu kuhusu kununua mashamba kulingana na thamani ya fedha waliopewa. Wanatakiwa warudishe mashamba, na kama ni wale waliokopo wamekodi mashamba wanapewa fidia kulingana na mazao yaliyokopo yamechukuliwa. Hivyo wanakuwa wana uwezo wa kupata fedha kwa ajili ya kukodi mashamba mengine. Pia tuna watu wa umri mbalimbali. Kwa mfano tuna wazee wale ambao pia wanaweza kuwa hawana uelewa mzuri sana au mkubwa sana kuhusiana na matumizi sahihi ya fedha. Tunaongea na wasimamizi wao au wale watu waliokuja nao kama ni watoto au wajukuu, kuhakikisha kwamba fedha iliyolipwa inatumika kwa matumizi sahihi. Kama ni nyumba, wahakikishe nyumba inarudishwa, kama ni mashamba, wahakikishe shamba linarudishwa. Lakini kwa wakati mwingine pia tunawasisitiza kufanya kitu ambacho ni endelevu, miradi endelevu ambayo itakuwa inawazalishia fedha. Kupitia malipo ya fidia, sasa Mzee Giti ana uhakika wa kumaliza ujenzi wa nyumba yake jijini Dodoma na kuongeza idadi ya ng'ombe wake. Lakini si kwake tu. Matokeo haya yanategemewa pia kwa wanufaika wa mradi 2471 waliolipwa katika awamu hii ya zoezi hapa Shinyanga, Simiyu na Mwanza. Nashauri tu waende wakatafute maeneo tu ya kujenga na kulima. Wengine atapata mashamba ya kulima na wengine atapata maeneo tu ya kujenga, ambao wanaopitiwa kwenye manyumba zao watatafuta tu kiwanja cha kujenga na kuendelea na maisha yao. Kwa malipo haya yananisaidia kwa wakati huu, maana na watoto wanaelekea shule, maana wengine wamefaulu kutoka shule za msingi kwenda sekondari, hata kuwashukulia mavazi, maana ni eneo dogo ambalo lililochukuliwa kwangu. Funzi naweza nikawapatia mahitaji, nguo za shule, madaftari, mambo mengine. Sasa Mzee Giti ni ushuhuda wa namna ambavyo mradi wa ujenzi wa reli ya kiwango cha kimataifa SGR unaweza kuwanufaisha kiuchumi wakazi walioko kando na mradi, kabla ya matokeo makubwa yanayotegemewa mara baada ya mradi kukamilika. Matokeo yanayoelezwa kwa mapinduzi ya usafirishaji kwa njia ya reli. Uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Happy birthday mama. Kabla ya kutamatisha reli na matukio,
Mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR ni moja kati ya kielelezo cha namna ambavyo Tanzania imekuwa ikipiga hatua katika jitihada za utunzaji wa mazingira, hasa katika eneo la matumizi ya nishati safi kutokana na treni zinazotumia umeme, kuchangia kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa. Januari 27 mwaka huu, TRC ilishiriki zoezi la upandaji miti ikiwa ni sehemu ya kumbukizi ya siku ya kuzaliwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Zoezi hili likifanyika katika maeneo mbalimbali zikiwemo stesheni za SGR za Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Management ya shirika la reli Tanzania TRC ilishiriki zoezi hilo jijini Dar es Salaam katika stesheni ya John Pombe Magufuli ikiongozwa na kaimu mkurugenzi mkuu Mhandisi Tito Mateshi. Jijini Dodoma katika stesheni kuu ya Samia Suluhu Hassan, wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania walishiriki zoezi hilo kwa kupanda miti zaidi ya 150 katika stesheni hiyo na kituo cha mizigo eneo la Ihumwa. Kwa hapa Dodoma tunapanda miti 150 katika maeneo mbalimbali. Tunaanza na stesheni ya Dodoma Samia Suluhu Hassan Station, lakini pia tutaenda kupanda miti katika eneo la Ihumwa. Jumla ni miti 150. Lakini zoezi hili linaendelea kwa Tanzania nzima, sehemu yote ambayo shirika la reli linapita. Jijini humo, shirika la reli Tanzania lilishirikiana na taasisi za uchumi na maendeleo pamoja na Dodoma City Legends Family kupanda miti hiyo. Hii ni Reli na Matukio juma hili. Hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Kutoka kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la Reli Tanzania TRC, mimi ni Hemed Mohamed.